Na akatokea mjumbe mwingine na kusema, wanao na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mara upepo wenye nguvu ukatoka pande zote za jangwani, ukaipiga hiyo nyumba pembe zake 4, nayo ikawaangukia hao vijana, nao wamekufa, na mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Mpaka hapo wakatimia wajumbe 4, wote wakileta habari mbaya kwa Ayubu. Hakika lilikuwa ni pigo kubwa kwa Ayubu. Tena shetani alitumia mapigo haya kupiga sehemu ya mali zote za Ayubu pamoja na familia ya Ayubu. Ndipo Ayubu akainuka, akalilarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia, akisema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nami nitarudi tena huko nikiwa uchi vile vile. Mungu alitoa na Mungu ametwaa, jina la Mungu na libarikiwe. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Mpaka hapo Ayubu akawa ameshinda majaribu ya shetani. Sasa baada ya Ayubu kushinda majaribu yote, shetani aliamua kurudi tena mbele ya uso wa Mungu. Mungu baada ya kumwona shetani karudi tena mbele ya uso wake, akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu, naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake. Ujapokuwa ulinichochea juu yake ili nimwangamize pasipokuwa na sababu. Naye shetani akamjibu Mungu akasema, lakini sasa nyoosha mkono wako uuguse mfupa wake na nyama yake, naye atakufuru mbele za uso wako. Lakini Mungu akamwambia shetani, yeye yumo mkononi mwako, lakini tunza uhai wake. Hadithi za simulizi. Mpaka hapo shetani alichokuwa nakitaka ni ruksa ya kumjaribu Ayubu kupitia kuumiza mwili wa Ayubu kwa kuupa majeraha na maumivu makali, na tayari Mungu amempatia ruksa hiyo, ila kwa sharti la kutougusa uhai wa Ayubu. Basi shetani akatoka mbele ya uso wa Mungu, akaenda akampiga pigo la majipu mabaya kuanzia kwenye unyayo wa miguu mpaka kwenye utosi wa kichwani mwa Ayubu. Katika kitabu cha Ayubu mlango wa 2 mstari wa 8 unaeleza namna Ayubu alivyokuwa akishika kigae na kukaa katika majivu na kuanza kujikuna mwili wake kupitia kigae kile alichokuwa amekishika. Siku moja mke wa Ayubu akamfuata mume wake na akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utakatifu wako mkufuru Mungu ili ufe? Maana mkewe Ayubu aliwaza mawazo ya kibinadamu kuwa Ayubu akifa hapo itakuwa ni nafuu kwake, kwa kuwa atakuwa amepona na mateso anayopitia ya kujikuna na kigae kwenye majipu yake. Ayubu hakuteteresha imani yake, bali alimwambia mkewe, wewe wanena kama mmoja wao wanawake wapumbavu wanenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Mpaka hapo Ayubu akayashinda tena majaribu ya awamu ya pili. Biblia inatueleza juu ya marafiki watatu wa Ayubu waliokuja kumtembelea Ayubu baada ya kupata habari ya mambo mabaya yote yaliyomkuta Ayubu. Majina ya marafiki hao wa Ayubu, wa kwanza Elfazi Mtemani, wa pili aliitwa Bildadi Mshushi, na wa tatu aliitwa Sofari Mnaamathi. Kisa cha Ayubu na marafiki wake hawa watatu ni kisa kirefu, ila leo sintokigusa kabisa. Hadithi za simulizi. Baada ya majaribio yote ya shetani kwa mtumishi wa Mungu Ayubu kushindwa na imani ya Ayubu kuonekana ipo imara, kisha Mungu akaugeuza uteka wa Ayubu. Mungu naye akampa Ayubu mara 2 kuliko ya yale aliyokuwa nayo mara ya kwanza.
Biblia iliendelea kusimulia mwisho wa Ayubu kwa kuonyesha kila alichopoteza mwanzo kilirudi mara mbili. Ndipo ndugu zake wote wakamwendea, waume kwa wake, nao wote walijuana naye toka hapo zamani. Wakala wakamlilia, wakamtunza moyo wake katika huo uovu wote Mungu aliuruhusu juu yake. Kila mtu akampa kipande cha fedha na pete ya dhahabu kwa kila mmoja. Basi Mungu akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000, ngamia 6,000, jozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana 7 na mabinti 3. Akamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamwita jina lake Kesia, na wa tatu akamwita jina lake Keren Hapuu. Na katika hiyo nchi yote hawakuwepo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wa kiume. Kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka 140, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe hata vizazi 4. Basi Ayubu akafa mzee sana, mwenye kujawa na siku. Kupitia kitabu kitakatifu cha Qur'an, Mwenyezi Mungu anamkumbusha Mtume Muhammad kuhusu mfano wa Ayubu kwa kupitia sura hizi mbili, sura ya kwanza Surat Saad na sura ya pili Surat Al-Anbiya, ikiwa na maana ya sura ya manabii. Hadithi za simulizi. Zamani za kale aliishi mtu mcha Mungu aliyeitwa Ayubu. Alikuwa tajiri mwenye mashamba makubwa, mifugo mingi, nyumba nzuri na familia yenye furaha. Watu wengi walimpenda kwa tabia yake ya upole na uadilifu, lakini siku moja majaribu makubwa yakamfika. Mali yake yote ikaangamia na watoto wake wote wakafariki. Watu wakaanza kumnyoshea vidole, wengine wakisema Ayubu amelaaniwa. Lakini Ayubu hakusema neno baya, alisema kwa utulivu kuwa yote haya yametoka kwa Mwenyezi Mungu, naye ndiye mwenye hekima zote. Muda haukupita naye akaugua ugonjwa mbaya sana uliomletea maumivu makali mwilini. Marafiki na hata ndugu wakamkimbia. Alibaki na mke wake tu aliyemtunza kwa upendo na imani. Siku moja Ayubu akainua mikono yake juu na kusema kwa upole, Ee Mola wangu, mimi nilipata taabu na wewe ni mwenye rehema kuliko wote wenye rehema. Mwenyezi Mungu akamwitikia kwa huruma, akamwamuru kwa kumwambia, piga mguu wako ardhini, hapo patatoka chemchemi ya maji ya baridi. Osha kwa maji hayo na unywe, utapona. Ayubu alipofanya hivyo akapona mara moja. Ngozi yake ikarejea upya, nguvu zikamrudia na moyo wake ukajaa na shukrani. Mwenyezi Mungu pia akamrudishia mali zake na watoto wake zaidi ya alizokuwa nazo mwanzo.